Mira oye! Oye! Mira oye! Oye! Mira safi! Safi! Karibuni tena katika darasa la leo. Ni Jumamosi nyingine ambapo tunaendelea na mwendelezo wetu kama ilivyo kawaida wa kujifunza yale yaletayo amani katika kuishi kwetu. Tumekuwa na mwendelezo wa kukutana kila Jumamosi kuanzia saa 2 za asubuhi. Kumradhi, ni kuanzia saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili ili kuweza kujifunza pamoja juu ya habari ya asili, kujifunza mambo yaliyokuwepo hiyo kale, kujua asili ya mtu wa kwanza na mahusiano yake na Mungu katika kuishi kwake. Najua ni wazi kwamba wengi mmekuwa mkijiuliza maswali mengi kwamba sawa, tumekuwa tukikutana, lengo la haya ni nini? Ndugu zangu, niwaambie tu kweli kwamba maisha yetu yamefungamanishwa katika utaratibu na nini? Wangapi tulikuwa wote Jumamosi iliyopita? Tulisema maisha ni nini? Maisha ni kanuni na taratibu kamili kutoka kwa Muumba wetu. Sasa hapo ndipo kulipo kiini kile cha kujua asili ya mtu wa kwanza na mahusiano yake na Mungu katika kuishi kwake. Ni wazi kwamba najua wengine wamekuwa wakiishi tu, hasa wanapozaliwa wanakuta wako kwenye dini, wanaendelea tu kuishi kwenye dini, ila hawajui asili ambayo ndio inayobeba ukweli wao inasemaje juu ya hatima ya maisha yao. Naeleweka? Sasa kwa sababu kama hivyo, ndio maana tumekuwa na utaratibu wa kuendelea kujifunza ya msingi na ya muhimu katika kuishi kwetu, kuhakikisha kwamba kila jambo linalojitokeza katika maisha yetu liwe linaeleweka na kufahamika na kujulikana mwisho wake ni nini, faida yake ni nini na kwa nini liko hivyo. Unajua, katika maisha kuna baadhi ya watu wamejikuta wakikosea makosa mabaya sana, lakini kwa sababu hawajui makosa wanapoyakosea yanarekodiwa wapi kwenye maisha ya kwao, huwa wao wanaendelea tu kufanya makosa, na wakati mwingine wakihisi wako kwenye siri, na wakihisi hiyo siri itakuwa haitaweza kujulikana kabisa. Ninaeleza hivyo na maana kubwa sana. Kuna baadhi ya watu wamepoteza maadili, wanafanya vitu vya hovyo na vibaya kabisa pasina hofu wala mashaka yoyote, wakihisi kwamba labda kwa sababu wao wana nguvu na wana uwezo kwamba wamefanya kilicho faida kwenye maisha yao, hali ya kuwa ni upotofu kabisa. Ninapoeleza hivyo nina maana kubwa sana. Nitatoa mfano. Ni juzi tu kuna kijana kutoka nchini Kenya, kama mnavyojua kwamba mimi ni kiongozi wa kiroho katika misingi ya jadi kwa dunia yote, na niliwahi kuambia, nikatoa hata sifa ya ulimwengu au ulimwenguni, kwa sababu kuna baadhi ya sayari, pia kuna baadhi ya viumbe wanategemea taarifa zangu ili kuweza kuendelea na wao kujisimamia kwa ya kwao. Niliwahi kuwafafanulia juu ya habari ya utofauti kati ya ulimwengu na nini? Wangapi kumbukumbu hiyo mnayo? Kwamba dunia ni nini na ulimwengu ni nini? Dunia tulisema ni hii sayari ambayo tayari tunaishi, lakini iko ndani ya ulimwengu. Ulimwengu ndio hii galaxy ambapo inabeba zaidi ya sayari 9 kwa kadiri ya maelezo ya makartografa wa kijiografia ambao waliweza kurekodi hivyo kupitia wenzetu wanaelimu wa Giriki kwamba zipo sayari 9. Lakini itoshe tu kuambia wazi kwamba sayari ni zaidi ya 9, na hayo yote nilizungumza. Sasa katika baadhi ya sayari pana baadhi ya viumbe ambao kwa kweli wamejitokeza kwa uwazi na wamependelea pia kusimama pamoja na sisi, na wao pia wakieleza wazi kwamba maneno na masomo tunayoyafundisha ni ya muhimu sana kwa jamii za viumbe wote. Kwa jamii za viumbe, ninapozungumzia viumbe wote, haina maana kwamba viumbe wanaishi duniani peke yake. Niliwaambia tunafungua kitabu kimekamilika hivi, kinapangwa kwa ajili sasa ya kugawiwa kwa watu, ili watu waanze kuona mema ya kuishi kupitia asili ya mila, desturi na utamaduni. Mara nyingi nimekuwa nikiwaelewesha wazi kwamba mimi ni Mfalme Dr. Fadhili, kiongozi wa kimila, jadi, asili na utamaduni, lakini pia ni kiongozi wa kiroho katika misingi ya jadi. Hayo maneno ni makubwa sana, kwa asiyejua hawezi kuelewa, ila kila kukicha wanaofahamu na wanaoelewa wanajua muhimu wangu katika jamii. Na ndio maana kuna nyakati nyingine tumekuwa tukielewesha watu wazi kwamba
Dunia yetu Mungu alituumba tuishi kwa wepesi, isipokuwa ugumu wa maisha umewakuta wengi kwa sababu wamekiuka mema ya kuishi. Kila jambo utakalolifanya katika hii dunia, jua wazi kwamba hilo jambo utalipwa. Ukitenda wema umejitendea mwenyewe, ukitenda ubaya umejitendea mwenyewe, na mema yako ndiyo malipo yako ya wema katika kuishi kwako. Mabaya yako ndiyo malipo ya ubaya katika kuishi kwako. Kuna baadhi ya watu kwa sababu wana nguvu, wakati mwingine wana uchawi. Nimekuwa nikielezea wazi kwamba wewe kwa kuna nguvu unaamua uonee watoto wa watu na waua, unawaroga ovyo, unaroga watu wasio na faida. Sasa hivi kumekuwa na wimbi kubwa sana la kusingiziana tu mambo, na ni bahati mbaya kwamba watu wanasingiziana mambo ya hatari, kwamba inafika hatua unamsingizia mtu akaharibikiwe. Unamsingizia jambo mtu na unajua kabisa umemsingizia, ila kwa sababu unajua ukisha msingizia hivyo hakika hana jinsi ya kujinasua, akili yako inakutuma umefaulu, akili yako inakutuma umewini, lakini kumbe umejitengenezea upotofu na ubaya mkubwa sana ambao baadaye utakugharimu wewe na uzao wako. Ndio maana nimekuwa nikiwaelezea wazi kwamba chochote utakachokifanya hakiishii kwako peke yako, ni kwako wewe na uzao wako. Ndio maana kuna baadhi ya watoto hawajui chochote, lakini wanalaana na mikosi ambayo wanaishi kutokana na makosa waliofanya baba zao, wanalaana na mikosi ambayo wanaishi kutokana na matatizo na mabaya waliofanya mama zao. Si kama naeleweka? Wangapi mmepata chakula cha ubongo leo? Wangapi mmepata sumu ya ubongo leo? Hapo sema sumu ya ubongo, maana kuna wengine hufika kwenye darasa akiwa na makasiriko, na pengine kwa sababu labda yuko katika ndoa mume amemtukana, au yupo katika ndoa mke amemtukana, au amekerana kwa namna yoyote, tayari pale anapata itirafu katika upande wa utimamu. Na ndio maana tunasema afya ya akili inakuwa imebeba sumu, ambayo sumu hiyo inakuwa inaendelea kumtafuna, na mwisho wa siku penginewe anaingia nayo hapa. Nimetoa mfano wa rafiki yetu kutoka nchini Kenya. Kama nilivyowaeleza wazi, mimi ni kiongozi wa kimila, jadi, asili na utamaduni, lakini ninayetoka katika himaya ya Nyarutambwe, Manyovu, Kigoma, Tanzania. Lakini pia mimi ni kiongozi wa kiroho katika misingi ya jadi, ambapo haya masuala ya kiroho katika misingi ya jadi ni kwa dunia yote na ulimwenguni, ndiko tulikoanzia. Huyu rafiki yetu kutoka Kenya, yeye anadaiwa, na ni wazi kwamba alikuwa anadaiwa milioni 3 za Kenya. Milioni ngapi? Wangapi mnafahamu milioni 3 ni sawa na kiasi gani kwa fedha ya nyumbani Tanzania? Wangapi mnafahamu milioni 3 ya Kenya ni sawa na kiasi gani cha Tanzania? Maana ni bahati mbaya kubwa kwamba yule mdeni wake amekuwa akimsumbua akiomba fedha yake, na kwa maelezo ya huyu mdaiwa baada ya kunipigia simu, si kwamba fedha hana, fedha anayo, naeleweka, ila hataki tu kumpa. Unajua kuna roho zingine zinapendekeza tu umdhulumu mtu. Yaani ukishakuwa na roho mbaya kama umelaaniwa, yaani kuna wakati roho yako inapendekeza tu umdhulumu mtu, ambao nimewaeleza dhuluma huwa ni mbaya sana. Nimekuwa nikiwaambia mambo ya namna hiyo. Yule Mkenya akanipigia simu akaniambia, tafadhali mfalme, nimefuatilia mambo yako mitandaoni, nimejiridhisha pasipo shaka wewe pekee ndiye unaweza kunisaidia. Mdeni wangu ananisumbua sana, nataka tumfunge. Si kama naeleweka? Nataka tufanyeje? Tumfunge asinidai tena. Nikamuuliza maswali. Alikukopa? Akasema ndiyo. Alinikopesha kiasi fulani nikachukua kutoka kwake. Aha, sasa kama umechukua, kwa nini hutaki kumpa? Akasema unajua, yana amekuwa ananisumbua sana, kwa hiyo mimi nikaona tu bora tu mfalme tumfunge. Nikaambia ndugu yangu, kumfunga inawezekana. Ninahitaji unipatie Laki 6 za Kenya. Laki ngapi? Laki 6 za Kenya ni sana shilingi ngapi ya nyumbani Tanzania? Pigeni mara 18. Milioni 6. Nikamwambia na milioni 3 za Kenya ni sana shilingi ngapi ya Tanzania? Milioni 30. Sasa nimemwambia nipatie Laki 6 za wapi? Za Kenya. Ninamfunga na hata kudai tena. Jamaa alifurahi sana.
Sasa wakati wa process akataka kunilipa, nikamwambia ndugu yangu, naomba nikupe somo leo ambalo pengineo ulikuwa wewe hauna. Nikamwambia hiyo Laki6 hiyo Laki6 mtumie yule anayekudai au mpelekee umpatie, mwambie ndugu yangu nivumilie, fedha sina kwa muda huu, ila nivumilie, chukua hii hapa kwanza angalau kae nayo. Naeleweka? Unajua yule jamaa alishangaa sana, kaniuliza maswali, wewe uitaki? Nikamwambia ninahitaji, ila ninajua nikimfunga si wewe si mimi hatuna heri. Hatuna tumesema ni shilingi ngapi ya Tanzania? Laki6 ya Kenya. Sasa nimemwambia mpatie yule, halafu muombe radhi, haitaitwa tena milioni 3. Inakuwa imebaki shilingi ngapi? Milioni 2 na laki ngapi? Na Laki4, ambapo kama na yeye ana mambo yake ya msingi ambayo anatakiwa aendelee nayo, ataendelea nayo. Nikampa faida na hasara za dhuluma. Nikamwambia fedha ya dhuluma hauwezi kuifanyia ikakusaidia kwenye kufanikiwa kiutajiri. Jamani, hivi mnafahamu utajiri? Maana kuna baadhi ya watu wananiomba wawe matajiri na nini, ila hawajui utajiri ni nini. Hawajui utajiri ni nini. Lakini tunaendelea tu kufundishana, kwa sababu ubaya katika dunia, wema si wote. Wapo wabaya na walioasi ambao wanahitaji utaratibu kamili wa kujua ya Muumba ili waweze kujituni kwenye frequency ya maisha halisi ambayo watu wengi wamekuwa wakiyakwepa, hali ya kuwa yakiwa ndiyo utimamu na ukamilifu katika kuishi kwetu. Sasa kuna baadhi ya watu kwa kuwa hawajui kuvibrate katika frequency hizo, wamejikuta wanaishi vyovyote, halafu yanayowakuta fleshi tu. Wangapi mmeoa? Mnyoshe mkono. Wanaume mpo? Wanaume mpo? Tupo. Mlioa nyosheni mikono. Jamani, hivi ni kweli? Hamjaoa? Hata ninyi vijana bado? Ninaeleza hivyo nikiwa na maana kubwa kwamba katika upande wa mahusiano kwa namna ya ndoa, muwe makini na watu mnaoenda kuhusiana nao. Muwe na wanawake mnaoenda kuhusiana. Wangapi mnakumbuka somo la Jumamosi iliyopita kuhusu wanawake? Wangapi mnakumbukumbu? Nilisema wanawake ninyi ni akina nani? Wanawake mpo? Wanawake oe! Wanawake mpo? Aya, wangapi mnakumbuka tulifundisha nini juu ya habari ya wanawake Jumamosi iliyopita? Nilisema enyi wanawake ninyi ni akina nani? Na nikawaambia mfanye nini? Nikawaambia nyie ni akina Hawa wa kwenye vitabu. Nikawaambia na kina Liliti mnamkumbuka? Wangapi mmemfuatilia Liliti? Nikawaambia umemfuatilia Liliti? Safi kabisa. Niliwaambia Liliti ndiye mwanamke wa kwanza wa Adamu kwa mujibu wa theolojia. Sio ukweli? Mnisikiliza kwa makini. Kwa mujibu wa nini? Wa theology education. Liliti ndiye mwanamke wa kwanza wa Adamu aliyeumbwa katika ile hatua za uumbaji kwa namna ya jadi, ambayo ndiyo jadi tunaita ya uwepo wa kiumbe cha kwanza cha kike na cha kiume kwa upande wa watu, kiumbe cha kwanza cha kike na cha kiume kwa upande wa mbuzi, kiumbe cha kwanza cha kike na cha kiume kwa upande wa nyoka, kiumbe cha kwanza cha kike na cha kiume kwa upande wa majini, kiumbe cha kwanza cha kike na cha kiume kwa upande wa malaika na viumbe wengine wote ambao wanaishi ndani na nje ya sayari dunia. Sasa katika ile hatua ya jadi ambayo ndio mwanzo wa viumbe cha kike na cha kiume, Adamu aliumbwa na nani? Na Liliti, ambaye sio kweli ila ni teolojia. Kuweni makini ndugu zangu, kuna kitu nataka niwafungulie muelewe vizuri, kwa sababu kuna wanateolojia hata wao wenyewe mpaka leo hawajaelewa huyu Liliti ni nani na alitoka wapi na kwa nini yuko kwenye maandiko ya teolojia halafu Biblia haijawahi kumwandika. Hivi niwaambieni ukweli, hivi wangapi mnawahi kuwa Wakristo? Aha, kumbe mpo eh? Nilikuwa kwenye msiba sehemu moja, nikawa nimeulizwa swali na mchungaji, na ni bahati nzuri kwamba mimi kila nilipo mimi ni nuru ya ulimwengu. Nimekuwa nikifundisha ukweli wa kuishi, na ndio maana wale wote ambao mnakusanyika katika darasa hili, natamani nanyi muendelee kujifunza ukweli wa kuishi kwa ajili ya leo, na mkafundishe wengine ili nao wapate nuru hii, kwa sababu ukweli wa kuishi
iliyo jadi, asili na utamaduni ndiyo ukweli wetu. Yule mchungaji nilipomwambia mimi nina wake 5 na tarajio langu ni kuwa na wake 20 na ninatamani kuwa na watoto 150, wa kiume 80 na wa kike 70. Yaani yule mchungaji alibi surprised. Unajua maana ya surprised? Mchungaji akanipa vikwazo, akasema kijana, we ni mzuri, afu una bahati, we ni tajiri, fedha unayo, wanawake tena umesema unao kabisa. Maana yake yani hapo na sampuli zote, weupe, weusi, warefu, wanene, wembamba. Na alichosema ni kweli, na bahati nzuri ni vitu vinaonekana. Kwa hiyo nikamwambia, akaniambia anaomba niishie tu hapo hapo. Jamani, naeleweka vizuri? Nikamwambia, mheshimiwa mchungaji, najua unanishauri hivyo kwa sababu gani, lakini ningetamani tu kabla hata sijasema mimi, hebu sema wewe unanishauri hivyo kwa sababu gani? Akanipeleka kwenye maandiko ya kitabu gani? Cha Biblia. Nikamuuliza swali hivi, mheshimiwa mchungaji, kati ya Biblia na dini ni kipi kikubwa? Wangapi wanaweza kangamua hilo jambo? Kati ya Biblia na dini kipi kikubwa? Dini. Mpigeni makofi kijana, amepata 100%. Nikamwambia Biblia ni kitabu kadogo hivi kakujaa kwenye mkono hivi. Biblia ni kitabu kadogo sana. Dini na Biblia ni ndogo kuliko dini. Na tena ni kwa bahati mbaya kwamba kitabu cha Biblia ni kitabu tu ambako ni mwongozo wa masuala ya kiroho kwa Wakristo peke yao, na wakati duniani kuna zaidi ya dini 10,000. Si kama naeleweka? Zaidi ya dini. Akaniambia unajua dini hizo zingine kwa mujibu wa Yesu Kristo na nini. Nikamwambia sasa naomba tuingie kwenye kitabu tukaangalia Samueli wa pili 1:18 panasemaje. Akakutana na lile fungu linalosema, je, mliwaambia yale yaliyoandikwa katika kitabu cha Yashari? Nikamuuliza, kitabu cha Yashari unakifahamu? Akasema sikijui. Nikaambia una bahati, ungesema unakijua tungeenda sawa leo. Sasa ngoja nikwambie kitabu cha Yashari ni kitabu gani. Nikamwambia kitabu cha Yashari ni sehemu ya vitabu vinavyoongoza Wakristo na Wayahudi, hususan hasa wa Judaism ambao ndio Wayahudi wanakitumia wao zaidi kuliko Biblia. Unajua kuna baadhi ya watu wanasema Yesu alizaliwa huko wapi? Yerusalemu, ambako ndiko Israeli kwa leo, si ndio? Na wakasema ninaondoka na waacha na nini? Na waacha na amani. Hali ya kuwa amemwacha nani hapa? So unaona kama Yesu aliwafanyia uhuni. Sasa je, mwajua yaliyoandikwa katika kitabu cha Yashari? Ndugu zangu, tuko pamoja? Mwayajua yaliyoandikwa katika kitabu cha Yashari? Yule mchungaji alivyoona hilo fungu, mlishawahi kuona mtu aliyenyeshewa na mvua iliyokatika? Jamani, mlishawahi kukutana na mtu ambaye amenyeshewa na mvua iliyokatika? Maana mpaka ukutane naye, mvua imekatika, yeye kanyeshewa au hujanyeshewa, yeye karoa. Ndicho kilichoendelea. Lakini baadaye kwa hekima, basi wale watu waliokuwepo pale kwenye jopo msibani wakafurahi sana, yani wakatamani tuendelee. Kwa sababu unajua kuna watu hawapendi wachungaji hata kama ni Wakristo. Kwa nini? Kama ni mchungaji wa dini fulani, wa dhehebu fulani, mfano tuliyekuwa tunazungumza ni mchungaji wa dhehebu la Anglican. Sasa kuna warokole, kuna wa Roman Catholic, kuna wa Sabato. Sasa katika taratibu za kale ka kikao kaliko kuwepo pale, walitamani nimueleze kabisa, yani mwambie, kwa sababu anajifanya najua sana maandiko. Nikaambia hapana, hekima yangu inaishia hapa, hatutaendelea kwa sababu hatujaja kuumbuana wala kukerana, si ndio? Ila kilichotuleta ni kufanyaje? Ni kushiriki zoezi la mwenzetu kufurahia maisha yake, kwa sababu sisi kwenye msiba huwa hatulii kwa sisi wanajadi, ila wale wasiojua huwa wanalia, na wanalia kwa sababu hawana shule, hawana elimu ya asili. Kwa sababu mtu anapokuwa ameishi katika maisha yetu, tunatakiwa kushukuru kwa ajili ya maisha yake kukaa pamoja na sisi. Ila anapokuwa ameacha mwili, maana yake mtu hafi, ila miili yetu ndio inakufa. Na kwa sisi wanaofahamu ambao tunajua kucontrol asili ya ukweli wetu wa kuishi, bado tunao uwezo wa kuzungumza na ndugu zetu walioacha miili, ambao wanaishi katika ulimwengu wa roho, si ndio?
Lakini kwa wale ambao hawaelewi, wanahisi kafa na hayupo na hahitajiki tena, ile ni upotofu, kwa sababu hiyo ni elimu ya mkoroni, kuweza kumudu kukutenganisha na nini? Na ndugu zako walioacha mwili. Naeleweka? Mira oye! Mira oye! Mira safi! Huyu rafiki yetu wa Kenya, baada ya kuwa tumekubaliana hivyo, nikamwambia mpatie hicho kiasi, nikampa faida na hasara za jambo la dhuluma, nikampa faida na hasara za kukaa na fedha isiyo ya kwako, nikampa jinsi ambavyo itampa hasara ya uzao wake, na jinsi ambavyo hilo deni atalilipa tu vyovyote itakavyokuwa, awe ndani ya mwili ama yuko nje. Yule jamaa alinishukuru sana, aliniambia, mfalme, acha nimpe hela yake, ninayo. Acha ninayo. Nikamwambia, utakuwa umefanya vyema. Sijaikataa hiyo milioni 6, si kwamba siitaki. Mi kwanza kijana, afu uzuri na ubaya wangu mimi na tamaa. Mimi ni ila sio tamaa za kuharibia watu wengine nipate mimi, sio tamaa za kuibia wengine nifaidi mimi. Na ndio maana huu mtaa wa Mbezi Beach hapa Africana, huu mtaa, ingia Google, andika Fathergate Road, nimepewa mimi. Nimepewa kwa sababu gani? Wakati mimi ni kijana, na wengine hata uhisi tu ile bishoto. Ukihesabu hapa katika huu mtaa, ghorofa zitakazozidi 2 zangu zimo. Zangu sasa, nikipewa mtaa unashangaa. Hata hekima ya maisha nao ishi nao wao wenyewe wanajua. Sasa mpaka kupewa hayo ni kwa sababu wananijua sina mabaya na yeyote. Sasa leo wewe unataka uanze kuibia watu afu makusudi na fedha unayo. Kwa yule kijana alijifunza somo kubwa sana, na ndio maana kuna wengine wanajifunzia kwenye shida. Yaani anapopata shida ndo anajifunza, anagundua kumbe kweli nimekosea. Nimekosea. Wangapi ambao wana madeni wanadaiwa? Mnadaiwa? Warudishieni fedha wadeni wenu. Hata kama hamna hizo fedha, wapeni kidogo kidogo, mtabarikiwa. Hakuna kitu kibaya kama kukaa na deni la mtu, hafu wewe unakula vizuri, unakunywa na kuvaa, hafu anakudai, hafu anakuona. Yani unajua kuna misemo fulani huwa inatokeaga Uswahilini kwamba yani roho inaniuma nikikuona unakula nyama na wakati nakudai. Unanenepa na wakati mimi nakudai. Unajua lile jambo lina maana kubwa sana, ile watu hawajui kulitafsiri tu. Kama nakudai au nadaiwa, lipa fedha ya watu upumzike. Mungu alituumba tuishi kwa wepesi. Kwa nini wewe chanzo cha kuleta matatizo kwenye kuishi? Maana kumbukeni, nimekuwa kila siku nikiwaambia, ugumu wa maisha umetokea kwa sababu watu wamekiuka mema ya kuishi. Sasa wewe unataka uwe sehemu ya kukiuka mema ya kuishi? Mungu katuwekea uhitaji wa jinsi ya maisha tuishi kwa Sasa wewe unaleta ugumu kwa sababu gani? Kwa sababu najua kuongea sana alafu najua kudhurumu watu. Au nahisi kidhurumu fleshi tu alafu utanunua magari na nini alafu ya kwako. Halafu kishaishi nayo, akili yako inahisi itaishia hapo. Yapo ya Mungu yanayofuatilia kila hatua ya maisha tunayoishi. Nimeeleweka? Yapo ya Mungu yanayofuatilia kila hatua ya maisha. Ukimtukana mtu, naeleweka? Ukimtukana inaandikwa kwenye wangapi tulikuwa wote Jumamosi. Tulisema hii tabia yangu inaitwaje baba? Ulikuwepo wewe? Tulisema huyu. Tulisema inaitwaje? Blueprint, mpigeni makofi. Nikasema uishi huu na uwepo wa hiki mnachoita mbingu, kile ni kinasa sauti. Kuna frequency ambazo zinanasa kwenye hii anga hewa, tabia anga na mausi ya radi, ambazo zile frequency zinaponasa, ndio maana mtu anakuambia ulimwengu wako una nini? Sasa unajiuliza, na mimi nina ulimwengu. Ulimwengu wako ni taarifa zako. Zinasemaje? We ni nani? Umetoka wapi? We ni mtoto wa nani? Alidhurumu hajadhurumu? Umedhurumu hujadhurumu? Umefanya ubaya hujafanya ubaya? Ule ndio ulimwengu wako. Maana kuna wengine namwambia nitaingia kwenye ulimwengu wako nikuangalizia afu nitakwambia nayoendelea kwako.
Yaani hata ukafyonza mtu, ulimwengu unaandika. Ulimwengu, naeleweka? Ile blueprint, mahusiano pamoja na tabia yanga vina rekodi. Maisha ya mtu ni memory card. Memory card. Kila unachofanya kinarekodiwa. Maana kuna watu maisha yanawashinda mpaka inafika hatua anasema aheri mimi nife tu. Aheri mimi nijinyonge nife kwa sababu nateseka sana katika hii dunia. Usifanye hilo kosa. Usifanye. Kuna maisha mengine baada ya kutoka nje ya mwili. Kuna maisha mengine baada ya kifo, na hayo pengine ndio mazito na magumu zaidi kuliko ya mwili, ikiwa ndani ya mwili haukuishi vizuri. Naeleweka? Wangapi mlishawahi kusikia neno linaitwa pepo? Peponi. Kati ya peponi na kuzimuni, wapi panaweza pakaa ni pazuri? Peponi ndio pazuri. Ulishawahi kusikia mtu anasema anasumbuliwa na pepo? Ulishawahi kusikia? Mnajua pepo ni nini? Kwani na elimu hii shule ni ngumu, alafu ni nzuri sana. Anasumbuliwa na pepo. Hamjawahi kusikia? Haya, mwe makini sasa. Peponi na kuzimu, wapi pazuri? Kuzimu. Haujawahi kusikia mtu anasema anateswa na mizimu ya babu yake? Ndugu zangu, kwani makini, hii shule hii msiishi bila taarifa. Niliwaambia hivi, asili haitambui ujinga wala upumbavu. Utakapoishi bila elimu, usije ukahisi kuna namna itakuheshimu na kukuthamini kwa sababu we haujui, halafu itoe favor. Never. Haiwezekani. Inabidi ufahamu ukweli wa kuishi, ishi yaliyo mema ya kuishi, ili ule mema ya kuishi. Naeleweka? Sasa kwa sababu kama hivyo, ndio maana ninawaelewesha leo hivi. Kila utakachokifanya, kiwe kizuri, kiwe kibaya, hakika utalipwa. Ukitenda wema, umejitendea mwenyewe. Ukitenda ubaya, umejitendea mwenyewe. Na yataandikwa kwenye ulimwengu wako. Na hayo yatakuwa sababu ya wewe kuishi vizuri hapa katika mwili, au kuishi vibaya hapa katika mwili. Wewe kuishi vibaya katika roho, au kuishi vizuri katika roho. Naeleweka? Nimewafafanulia vizuri ili niwape uelewa katika jambo hili. Iko hivi, tunapokuwa tunaishi, mema yetu ndio yanayotutafsiria twende sehemu ipi. Naeleweka? Haina maana ya opposite ya kuzimu na peponi. Naeleweka? Haina maana ya opposite ya kuzimu na kuzimu. Ni level ya kwanza ya kuingia hatua nyingine, ambapo ndipo inapokuja kufuata pepo. Wangapi mmenielewa? Kuzimu ni level ya kwanza ya maisha nje na mwili, yanayokuandaa katika level zingine mpaka kufikia level ya pepo. Peponi nilisema ni sehemu kuliko roho zilizotimiza mema ya kuishi, zisizo na wema, zisizo na ubaya, wala zisizo na shida yote. Pale zinapokea zingatio la kuishi katika roho, ambayo ndilo zingatio la mwisho katika hatua ya maisha nje na mwili, ambapo roho zikisha toka pale, ikiwa kuna tendo litakalofanyika duniani, ndipo zile roho zinachukuliwa kwa zamu kurudi katika uishi wa dunia. Naeleweka? Wangapi mlishawahi kuambiwa kwamba tutaenda mbinguni kule, tutakaa kidogo alafu tunarudi? Najua ukiwa na elimu inabidi unanisikia vizuri sana, alafu uelewe, alafu ikusaidie kesho. Maana kuna wengine elimu yao wanahisi siku wakienda mbinguni kule kwa baba, waliyemsema baba. Anakaa wapi? Alafu anamuita huyo baba, ana jina lingine wanamuita bwana wa nani? Wangapi unahitaji bwana hapa? Wanaume mpo? Kuna naye hitaji bwana hapa? Awe bwana wake, yani awe bwana na mwokozi wa maisha yake. Yule bwana bwana hadi jinsia walimpa. Maana ukishamuita ni bwana Mungu, maana yake ni Mungu mwenye Kanani.
Ndio. Na kenyewe wamempa. Sasa jamani, muwe makini. Ukishamuita mtu bwana, umempa na kanini? Ka jinsia, ka wanaume. Maana ya kumuita bibi, angekuwa bibi tungempa jinsia ya wakina mama. Sio kweli, nieleweni kabisa. Yani sio, hatuna Mungu wa kike wala wa kiume. Mungu ni nguvu kuu inayoongoza yaliyopo katika dunia na viumbe na mazingira yanayowazunguka viumbe. Hayo masuala ya kumtengeneza Mungu awe na mkono wa kuume ambapo Yesu Kristo mzaliwa na Mariamu amekaa, sio mafundisho yaliyoko hapa. Naeleweka? Sasa wakati mwingine mnaweza mkasema, mfalme, mbona umefika mbali sana? Kwa Mungu hayupo. Swala la kuwepo kwa Mungu na uhalisia wa Mungu ni vitu viwili. Swala la kuwepo kwa Mungu na ni vitu vingapi? Naeleweka vizuri? Sasa ikiwa ndivyo, muwe makini ninyi na uzao wenu. Na ndio maana nimewaeleza katika hatua na harakati kuna ile kufanyaje? Kuzaliwa katika nini? Mwili, na kule kwenda katika kuzimu, na kufikia levo ya pepo, na kufikia levo ya kurejea. Sasa kila jambo ambalo utalifanya kwa makusudi yako linaandikwa, na litakuwa ndiyo sababu ya kukufanya uweje kule uendako. Nimeelezea tofauti kati ya kuzimu na peponi. Kuzimu kule ni hatua ambayo unaendelea kupokea adhabu kwa makosa ulio. Kuzimu pale ni sehemu ambapo unaendelea kupokea faraja na zingatio la uhalisia wa maisha kutokana na ulio. Wangapi mlishawahi kupatwa na upweke? Ulipatwa na upweke? Ulikuwa umekosea nini? Jamani, wangapi mnaelewa neno upweke? Hivi mnajua upweke, ndugu zangu? Upweke mnaujua? Wangapi mnafahamu ugonjwa wa sonona? Ugonjwa wa sonona wangapi mnaujua? Ugonjwa wa sonona. Wangapi mlishawahi kuona mtu aliyefiwa sana au kafiwa na kipenzi chake, halafu ameehuka, ila sio mweu wa kuokota makopo, ila anaongea mwenyewe peke yake na hataki kuongea na kiumbe chochote? Ule ndio ugonjwa wa sonona. Akitaka nacheka, akitaka nalia, akitaka najiongelea tu pembeni peke yake, na akili yake imeshindwa kuamini kama yule mtu kafa, na hataki kuelewa kama kafa, wala hata msimsumbue, na wala hata sio kichaa, ila amepatwa na hiyo hali ya ugonjwa wa. Ile ni levo ya mwisho ya upweke. Nimeeleweka? Upweke ni ile hali, yani kula hautaki, yani unaona tu hata nisipokula fresh tu, yani unajiuliza mimi nioge ili nisaidie nini? Yani mimi nioge, yani kwanza sina hela, afu mimi ni maskini, yani mimi ninaoga nini sasa? Yani unapiga hesabu, yani mimi nioe, kwani mimi nioe ili iweje? Kwanza mimi mwenyewe ni mjinga. Unajua kuna hatua mtu anajitathmini, anajigundua ni tahira. Hata yeye mwenyewe anajisema kabisa, sasa mimi tahira, sasa mimi naye naoa mke wa nini? Kwanza mimi mbaya, mimi kwanza hata kijiangalia kwenye kiondo anajiona sura mbovu kabisa, mpaka anajiuliza sasa mimi naoa ili iweje? Yani najitathmini, mwisho wa siku najiuliza sasa mimi eti mfalme kwanza alishasema sisi tumetoka kwenye familia za laana. Baba yangu ana laana, namjua kabisa, alikuwa mchawi. Bibi yangu ndo kichawi kabisa. Mama yangu ndo alikuwa kahaba mitaani. Sasa mimi eti mimi nami nataka maisha mazuri. Na yatoa wapi? Anaamua kukata tamaa na kuiba. Kama ni kuiba na kuwa mwizi, kama ni uhuni na kuwa muhuni, kama ni hivi. Mlishawahi kukutana na watu wa namna hiyo? Hamshawahi kuwaona? Hamjawahi kuwatazama? Mnajua watu nimewaambia nyinyi ambao hamjaoa, kweni makini. Utaoa kadada ambako hakana cha kupoteza, kalishawaza hayo. Naeleweka? Kalishawaza hayo, alafu kakakosa majibu. Kwa hiyo kamejizagaza. Unajua kujizagaza? Ukienda sokoni kapo, ukienda bichi kapo. Yaani kile unakoenda unakakuta tu kanajizagaza. Sasa kakishajizagaza, maana yake kanatafuta mwanaume yeyote. Wamama mpo? Wangapi mlishawahi kufika hatua mkasema hivi, yaani mimi ni bora tu basi ajitokeze mwanaume yeyote? Unajua maana mwanaume yeyote? Hivi mnafahamu?
maana ya mwanaume yeyote. Mnafahamu maana yake? Muwe makini, msiwe mnatoa tu maamuzi kwenye asili. Ukisema nahitaji mwanaume yeyote, blueprint ina rekodi, si ndio? Ninyi pia waoaji, isije kafika tu ukasema da mwanangu, yani nimetafuta naona naye mtaka nimekosa. Sasa nataka mwanamke yeyote. Hivi mnamjua maana ya yeyote? Mnajua maana ya yeyote? Ndugu zangu, niwaibie siri. Jumamosi iliyopita tulijifunza juu ya habari ya wanawake. Si ndio? Tulijifunza juu ya habari ya wanawake. Tukasema wanawake wawe makini. Makosa tuliyoyasema mliyaona na ninyi, kwa wanao tafakari mligundua. Yaani tulielezana hivi. Katika asili ya uumbaji ya theolojia ya dunia. Theolojia, wangapi nikisema theolojia mnaelewa? Theolojia ni masomo ya kiroho kwa upande wa dini. Kwa sababu sisi upande wa kiroho, kwa upande wetu mambo ya jadi, huwa hatutumiagi theolojia ya dini. Kwa theolojia ni mafundisho ya kiroho ya njia ya dini, kuanzia Uislamu, Ukristo, sijui Buddha, sijui nini. Yale masomo yao ya theolojia yanaelezea hivi: mtu wa kwanza kuumbwa ni Adam na Lilith. Sawa? Katika maisha yao walikaa wote pamoja kwa muda wa kutosha, wakazaa watoto. Naeleweka? Lakini baadaye ilikuja likatokea jambo, Lilith akamsaliti. Niliwaambia alimsaliti kwa watu gani? Walio makini, walio kwa makini. Alimsaliti kwa viumbe wengine kutoka sayari zingine ambao ni majini. Baada ya kumsaliti, Mungu akaona kuwa si vema mtu huyu awe, akamtengenezea nani? Msaidizi wa kufanana naye. Alimtoa kwenye nini? Sasa huyo aliumbwa, alifanywa kutoka kwenye ubavu wa akamfanya mtu wa mfano wake ili akawe msaidizi. Naeleweka? Jibu lake likaja, akapatikana nani? Eva, ambaye ndiye Hawa. Pite hazijakaa sawa, wamezaa tu, hata uzao mmoja hawajakamilisha. Akamsaliti tena kwa nyoka. Kwanza alianza kumsaliti Mungu, akamsaliti na nani? Na Adam mwenzake ambaye ni mmewe. Kakutana na nyoka, akimwambia Eva, acha ufara, kula tunda bana. We vipi? Akamwambia no, yani ili tunda la mtu wa uzima tulikatazwa. Akitasa, mnanisikia? Nyoka akamwambia acha ufara bana, we kula afu mpelekee na mmeo mle tu. Hapa mlikatazwa kwa sababu mkira mtajitambua na mtafahamu mema ya nini. Kaeva hako kakasaliti, kakara kakamdanganya na Adamu kula. Walivyokula tu, dhambi kafanyaje? Historia hizo ni mbili kubwa duniani. Zilisababishwa na kiumbe gani? Mwanamke. Nisema tufanyeje? Mjitathmini. Na wala sio kwamba ni siri, chapo sio ukweli. Lakini hawa wanaita mythology, mafundisho ya kiroho kwa njia. Wanawake mnazingua. Mnafanyaje? Wanazingua. Kwa nini? Kwa sababu hebu jitathminini. Kwa nini mmekuwa wasaliti? Kuanzia mwanzo wa kuishi ninyi tu. Nikawaambia kuna kitabu nilikiona kimeandikwa how to do what? How to kill men and living without them. Yaani wanawake wameandika kitabu jinsi ya kumuua mwanamume na kuishi bila yeye. Wanaume mpo? Wako shuleni hapa. Siku hizi mtu anahangaika na maisha, akiona amejipata kidogo, anasema umri unaenda, wacha nitafute mwenzangu. Si ndio? Unamtafuta mwenzako, una duka moja, baadaye unajizatiti ukishampata mwenzako, kwa sababu ndo anasema msaidizi, unapata maduka mawili, unaamua na wewe kwenda mjini katikati, unakuwa na duka kubwa, mnasimamia wote na mwenzako. Akisha jua mifumo yote, anakutanguliza. Nyumba si ipo, atabaki kwenye nyumba, hafu hela inatoka dukani kila siku inakuja. Hamjawahi kusikia hivyo vitu? Hamjawahi kuvisikia? Anakuta abaki peke yake. Hivi hiyo kauli kwanza mlishawahi kuisikia? Au haijawahi kusikika?
Wa mama mjitathmini. Mna kesi za kujibu. Mna kesi? Japo si kweli, si wote. Lakini wanawake wengi mnazingua. Ninaeleza hivyo kwa utulivu na hekima kwa sababu nawapa mifano ya kale ambayo hata ninyi wenyewe mkifuatilia. Tukaja tukazungumzia yule Samsoni na nani? Delila. Tukasema kati ya Delila na Samsoni wa kike ni yupi? Wa kike Delila. Na alimfanya nini Samsoni? Alimuuza kwa abaya wake. Kwa abaya wake. Akatoa nini? Akatoa siri ya nywele zake. Alikuwa ni nani? Mwanamke. Mke tena. Alikuwa ni mwanamke. Kwa hiyo wanawake wanazingua. Kuweni makini. Maisha haya yanahitaji akili timamu, yanahitaji na utulivu rasmi, ambao utulivu huo utafanya nini? Utaweza kusaidia kila mmoja aishi kwenye uhalisia wa maisha kwa kadiri ya ilivyo. Mbingu hii blueprint, anga na tabia anga na mahusiano vyote viko kwenye recording za maisha yako. Uliwahi kuua? Yaani wewe dhambi kama hujatubia mwanangu, isubiri, utakutana hata ukaacha mwili utakutana. Akili siji kakutuma kwamba mimi bana, kwanza hata hivyo nimechoka dunia, acha nijinyonge bana nikapumzike. Wewe jinyonge tu, ila kule utakutana na taarifa zako. Yani mimi bana, mimi nimetafuta maisha, mimi ni maskini, bora nife tu. Yani kule unaenda kwa mtumwa hivyo hivyo mwanangu, kule kwenye maisha nje na mwili. Ndio maana niliwaambia kuna baadhi ya nyakati watu wanajua elimu ya mizimu, hususan kwa wengi ambao wametusikia wakati tukielezea jinsi tunavyoweza kumsaidia mtu kupitia mizimu yake akawa tajiri, kumsaidia mtu kupitia mizimu yake akapona magonjwa aliyoumwa kwa miaka ya kutosha, kumsaidia mtu kupitia mizimu yake kuwa anachokitaka. Kama mizimu yako waliondoka ni mafara, utawaomba sana, hawatakupa, hawajui. Lakini niwaambia kuna utaratibu kule, ambao utaratibu ukoje? Wangapi tulikuwa wote wakati tunazungumza siku ile? Ule utaratibu niliowaambia kwamba mzimu umeondoka, hauna taarifa. Yaani mtu akisha toka katika mwili akaenda kiroho anaitwa nani? Mzimu. Maana mizimu sio mibaya, mwe makini hapo. Ila kama aliondoka mbaya hivyo hivyo, ila kuna hatua atafikia roho yake itapelekwa sehemu ya wanasema uchujwaji. They will purify them. Yaani wanapowachuja ile roho sasa inamtoka, anapewa shule ya kurudi duniani ili aende peponi, akarudi duniani kuendelea kupokea zingatio la kuishi na viumbe wengine vizuri. Naeleweka? Sasa pale kwenye mizimu ukienda wewe ulikuwa shule huna, usihisi ndio umeamaliza. Kule pia utaenda kuwa fara hivyo hivyo. Nieleweke jamani? Wazazi, watoto wako wanakuja, baba, huku tunateseka sisi, hata kanyumba ulikoacha baba tunaonewa. Yaani kama ule mzimu uliondoka hauna taarifa. Huwa kuna utaratibu, kama unajiongeza unaenda kwa wakubwa, kule wapo. Maana hata mimi nitakufa, nitaondoka katika mwili, nitakuwa nikishaenda kuishi kiroho, unahisi nitakuwaje? Twetu mizimu tulikufa hatuna taarifa, tunamfuata nani? Tunakuja kuniuliza, mfalme, mimi yuko duniani? Huyu ndo amenielewa wewe. Wakawecheka. Alo, kule wanangu wanateseka baba. Wanateseka. Sasa mbona uwasaidia kasa ndugu yangu? Sijui hata nianzie wapi. Basi ndo namwambia, sasa hapa wewe cha kufanya, hebu fanya 1 2 3. Alafu ishafanya 1 2 3, angalia mtu ambaye umependekeza au umemteua afanyeje, awe anapokea zile taarifa zako. Na ndio maana kuna baadhi ya familia, kuna watu wanapandwagwa na mapepo, wanapandwagwa na wale mapepo wanatoa taarifa, wanasema ili iwezekane hivi, fanya 1 2 3. Pale tayari kuna uwiano wa wale wanaoishi kiroho wamekuja kuingia kwako ili wasaidie wale waliopo. Ndio maana hata uwe kanisani utaki mizimu, watakuingia tu. Na usipokuwa makini utaanza kwenda kuombewa tena wafunge. Wakifunga wakizidiwa nguvu watarudi tena kwangu. Mfalme, mimi nimeenda lakini kule sijui wana vikundi gani kule. Maana kuna wengine hawajui hata taarifa za dini. Maana dini sio ukweli.
Dini sio, naeleweka? Dini sio kule kuzimu, hizo dini hazitambulikagi, ila kuna nguvu ambayo wanaiona kama inakinzana na mambo yao, anarudi kutoa taarifa, anakinzana. Fanya kila kienda kanisani adondoke. Mwanangu, unashangaa mtu akienda tu mlango wa kanisa chini, ombea. Unajua maana ya kupunga? Wangapi mnajua kupunga mapepo? Ushawahi kusikia hilo neno kupunga mapepo? Ushawahi kusikia? Unajua maana yake? Kupunga ni nini? Mpigeni makofi basi. Kupunga mapepo, watu wengi sana wamekuwa ni wataalamu wa kupunga mapepo, ila sio kuyamaliza. Si kama naeleweka? Niwape ushahidi. Fuatilieni kanisani, waanguka mapepo ni wale wale, hayaishi. Maana yake wanayapunga. Kupunga ni kupoza tu kwa muda, ila kuyafukuza hawana uwezo huo. Ni kazi zetu sisi, ni kazi zetu. Yaani pepo anaagu, namwambia hapana, tulia kwanza, naondoka aje, hatujamaliza. Nadhani hawa madogo walishuhudia na hawa wameshuhudia wiki hii. Yani nimepambana sana na viumbe wiki hii, si mmeshuhudia? Yule pepo alipotaka kuondoka wa Kireno, nikamwambia unaondokaje, hatujayamaliza. Akanifokea bana. Yaani pepo namfokea mfalme, nikamziba makofi. Nikamziba makofi. Yaani namfokea mfalme, akaanza kusema naomba unisamehe kabisa, usiniue basi, naomba niende tu. Yaani sitakaa tena kwa huyu mama, jamani, naombeni niondoke mimi kuanzia leo. Kaongea Kireno, kwanza mwanzo tulikuwa tuelewani, kwa sababu nilikuwa sijatune frequency ya Kireno. Maana nilikuwa simuelewi. Si kama naeleweka? Unaitwa nani? Kimya. Bubwe, utaongea leo. Leo hautatoka bila kusema. Kubri huwa ni vipawa kutoka kwa Muumba mwenyewe. Hata kwangu sije bana, naomba unichanje labda chale na mimi niwe na uwezo wa kudhibiti hao. Hata mimi hiyo chale sina. Si kama naeleweka? Ila tu ni Muumba mwenyewe aliridhia nisimame na hiyo nguvu. Muumba mwenyewe aliridhia nifundishwe na wao wenyewe. Na ndiyo maana katika kazi zangu ninazofanya kila siku, hakuna fundi atakunyoshia mkono aseme mimi ndo nimempandisha huyu. Si kama naeleweka? Kwa sababu kama hizo, tumekuwa na makundi yetu kwa namna ya viongozi wa mila. Nimejifungamanisha na baadhi ya makundi ya waganga wa kienyeji. Nimejifungamanisha na tunguli kutoka mikoa mbalimbali hapa nchini Tanzania na nje ya Tanzania. Maana hata niliwaambia tunguli ambaye inasimamiwa na Nyamnyami, ambaye yuko kule Victoria Falls kule Zimbabwe, mkoa wa Victoria, na hapa mkoa wa Livingstone Zambia, wana tunguli inaitwa inasimamiwa na Nyamnyami. Lakini Nyamnyami ni pepo ambalo lilipoteza mke. Lilitenganishwa na mke. Hivi naeleweka? Na ile pepo Nyamnyami lilihama likakimbilia Kongo, kwenye maeneo ya kule mto Rukuga, Karemi. Na ilipofika kule ikapokelewa, ikakutana na mwanaume mwingine Bubu. Watakao jifunza uganga kwangu, yani watakuwa, yani mpaka waganga wenyewe watakuwa nasema hivi ulijifunza peponi kabisa kuzimuni au ulijifunza na wewe ulipandishwa na watu? Kwa sababu kuna taarifa, unajua kuna watu wa dini niliwahi kuwasikia, baadhi ya watu wa dini wanaongeaga vitu visivyo na uhalisia, halafu vigumu. Halafu kuna mtu alisema hivi, mimi nilikutana na Yesu na shetani tukafanya kikao. Mlishawahi kumuona? Mwanamke mmoja hivi alikutana na Yesu na shetani wakafanya kikao. Eti shetani akawa ananiambia makosa yangu yote, nikawa nayaona kama kwenye skrini. Yesu sija kafanyaje? Mlishawahi kusikia? Kuna mwingine tena anajiita na yeye ni mfalme, japo yeye ni wa kike. Yeye alisema alienda mbinguni, akakuta kuna magorofa. Alikuta kuna nini? Magorofa. Lakini mwingine tena na yeye ni wa kiume, yeye anajiita mpaka nabii mkuu. Anasema alifanya kikao na Yesu Kristo. Alifanya kikao na nani? Na Yesu Kristo.
Baada ya kufanya naye kikao, akaulizwa swali na mwandishi, huyo Yesu ulivyomuona alikuwa ni mtu mweusi au alikuwa ni yule tuliyemzoea ambaye tunamuona kwenye nani? Akasema yule mzungu yule. Yesu ni mweupe, yuko hivi. Ikatokea picha ya Yesu hivi kwenye mahojiano. Nikainamisha kichwa changu nikasema, Mungu, watu wako wanaangamia kwa kukosa maarifa. Watu wako wanaangamia kwa kukosa. Hivi niwaambieni kitu cha ajabu. Wangapi mshawahi kwenda kwa mganga wa kienyeji mkaona watu wamepandisha? Huyu ameshawahi kuona. Na huyu yeye lazima kabisa, hata siponyoosha. Huyu yeye na yeye nyumbani uongo pako vizuri. Nyumbani kwao pako sawa. Unajua yale mapepo huwa yanazungumza. Halafu kuna mapepo yanazungumza ukweli na mengine yanazungumza. Ila utajuaje kama ni ukweli na au ni uongo na wakati wewe unazungumzia kitu ambacho ukuwepo? Mfano niwahi kuambia story mimi ambayo ilinikuta. Unajua kuna baadhi ya vitu duniani vipo tu ila watu hawaelewi. Niliwaambia nilienda kuzimu. Nilipoenda kuzimu nimekutana na mamlaka, mpaka mimi nimechanja chale na nyoka mkubwa zaidi ya hiki chuma hiki. Hafu mrefu mathalan kutoka hapa mpaka kule. Anaingia kwenye nguo zangu, kwenye shati, ananichanja chale. Hafu huko kuzimu huna namna. Yaani unajua huna namna. Ndio maana nikiwaeleza maisha ya kuzimu mimi mnakuwa makini sana. Si hapa duniani wanaweza akakukera Morogoro ukahamia Kigoma. Au akakukera Kigoma ukahamia zako hata Sumbawanga. Kuzimu hakuna huo utaratibu. Yaani likishakukuta inabidi utekeleze. Maana hata mimi wakati naona joka limeshamiri limekuja uso kwa uso. Nikasema ya leo kali. Ya leo? Lakini nikasema si mimi ndo najifanya nataka mambo makubwa. Nikasema basi nikomae tu. Kama Mungu akiniruhusu nikirudi kule kwa wenzangu katika mwili, basi nitamshukuru Mungu na nitakuwa barozi kati ya mabarozi wakubwa. Na ninapowaambia hivi nina maana kubwa. Mimi wakati naondoka nimeingilia kuzimu hapa kwangu. Hapa. Siku hiyo wake zangu hawajalala. Walibaki na mwili wa alafu hawajui hata kinachoendelea. Yaani ninaondoka saa 9 narudi kesho yake saa 4 asubuhi. Alafu mimi nilikuwa naona kama dakika chache tu. Yaani wakati narudi nikijiangalia hivi naona mpaka damu inavyotembea kwenye mwili wangu. Niliondoka nimevaa pete zote nilizikuta zilishaondolewa, hivi vidude vyote vilishaondolewa, hivi hapa hivi. Havinaga pa kufungulia, vilishatoka, nimetunziwa sehemu. Wakati ninaondoka nilikuwa najifanya naenda na nguo. Unajua kwa nini wanacheka? Niliondoka wanashuhudia. Unajua nilivimba mpaka ngozi kazi najivua zenyewe. Nilivimba, unajua kuvimba. Hivi unajua kuna watu hawaamini kama uchawi upo. Kuna watu hawaamini kama nguvu ya asili ipo. Yaani nilivimba, ngozi kawa zinitoshi. Zote sina, nikaja kuchukua nguo hapa. Kuna nguo moja ilikuwa nguo ya nani? Kuna mama alikuwa yuko hapa mgeni wetu kaanika nguo, nimechukua hiyo. Nikajifunika. Ili niondoke zangu. Si kama naeleweka. Hivi unajua kuna maisha mengine, yani kama hujayaishi unaweza kujiuliza, hawa watu waongo, lakini ni kitu ambacho wake zangu walishuhudia. Mpaka simu zimeenda nyumbani, mfalme kaondoka. Kigoma zimepigwa simu. Baba huku Tegeta, kaka zangu Dodoma, simu hazikatiki. Wakimpigia mzee anacheka tu. Baba yangu anacheka tu. Hamjui kuwa huyo mlie naye ndiye mfalme anayeongoza himaya? Sasa kuna bahati mbaya, kuna mke mmoja yeye alikuwa yuko safarini. Tusi alikuwa amewamaliza waliobaki. Niambieni bangu basi kinaendelea nini? Anaambia tulia kwanza, tuliza moyo kwanza. Jamani mbona siwaelewi? Anaambia tulia kwanza.
sio wenyewe hatuelewi yani. Sasa wewe uko sehemu ya tukio unasema uelewi, mtu ambaye yuko mbali atasemaje? Mimi kule mzee wao wanahangaika na hayo, niko kwenye mkataba niko kwenye nini yani, joka linakuja hivi tunaangaliana uso kwa uso. Nikasema sasa leo huu mkataba ni win or lose. Win or wangapi nanielewa? Kuna mambo mimi huwa nayazungumza kwa sababu mimi ni mfalme. Ndio maana nimekuwa nikiwaambia watu ukweli. Utakapotafuta maisha ya mafanikio kwa kupitia damu za watoto wako, utakapotafuta mafanikio kwa kupitia damu za wazazi wako, jiandae kukutana na matokeo magumu kwenye maisha yako. Jiandae kukutana nini? Nikiwa kule, nilikutana na wenyewe wanaotaka damu za watu. Si kama naeleweka? Nilikutana na wenyewe wanaotaka nini? Damu za watu. Wakaniletea mwanangu wa kiume, wakasema tunamhitaji huyu. Nikaambia we ondoka haraka, toka huku sio pazuri, ondoka, acha nimalizane nao mimi mwenyewe huku. Akatoki, kanaenda kanarudi, toka haraka, ondoka. Nimetulia. Baadaye analetwa mzee, tupatie basi huyu. Nikaambia hapana, mimi sitoi damu ya mtu, tuzungumze kingine ila sio damu ya. Alafu niko wapi? Sehemu ambayo hauna pa kukimbilia. Yani inabidi utulie. Yani unakuwa kama mtuhumiwa. Hivi naeleweka jamani? Unakuwa kama mtu. Unajua jamani, nikiwaambiaga watu mitihani ipo kwenye maisha, wengi wao hawajui. Yani hiyo show baada ya kuimaliza, wao wenyewe walisema wewe mwanamume, hatujawahi kuona mtu duniani kama wewe. Lakini wengine, hasa wataalamu wakubwa ambao nilikuwa na share nao hili jambo, walisema hivi, labda wewe ni kwa sababu uliingia kule ukiwa tayari ni tajiri, ndio maana ulikuwa huwezi kutoa kiumbe kirahisi. Nikaambia hapana, mimi roho yangu mimi ilivyo, roho yangu ninapoisikia, unajua kuna ile kujisikia, kuna ile kufanyaje, kujisikia. Unasikia nguvu ya mwili wako, unasikia nguvu ya uwezo wako. Sikuwahi kufikiria kupata fedha kwa njia ya ushirikina wa kutoa damu za watu. Na ndio maana leo watu wengi wakiniona katika hii hali, wanajua huyu alishamaliza wazazi, alishamaliza ndugu, alishamaliza watoto. Leo ni mwaka wa 2026. Tena mwezi wa 4, si ndio? Baba yangu yupo, mama yangu yupo, watoto wangu wote kati ya wake zangu 5 hatujawahi kufiwa, ambao pia si kitu cha kawaida. Si kama mnajua. Si mnajua kukuza mtoto ilivyo kazi. Ila ni bahati nzuri kwangu, sijawahi kufiwa. Hata tumefiwa na wazazi wazee. Bibi yangu mzaa mama akiwa ametimiza miaka 138. Tumemzika pale Kigoma Manyovu kwenye himaya. Bibi yangu mzaa nani? Mzaa mama. Bibi yangu mzaa baba tumemzika akiwa ameacha mwili akiwa na miaka 112. Babu yangu tumemzika mzee Kabujanja akiwa na miaka 118. Sasa wao utasema nao tumefiwa. Sasa wametimiza muda wao kuishi katika mwili, wameondoka. Ila wanaoniona na haya mapete haya, wanajua kabisa la haula, huyu kashamaliza familia huyu. Ya huyu Freemason afu yani mkataba wake atakuwa mkubwa kweli kweli. Ndugu zangu vijana, kuweni makini. Maisha yako mnavyofikiria, utafutaji upo. Na tunaweza tukapata riziki kwa kutumia njia za halali. Tunaweza tukapata riziki kwa kutumia njia zisizo za kudhuru viumbe wetu. Tukapata riziki kwa kutumia njia zisizo za kuua viumbe watu. Ukitoa kafara ya mama yako, ukitoa kafara ya mtoto wako, ukitoa kafara ya jirani, jiandae kukumbana na matokeo. Kuna kijana, yeye yuko Kigamboni. Unajua unajua kuna wale watafutaji, sawa, na wapambanaji. Mnajua maana ya wapambanaji? Yaani ni wale ambao yeye yuko tayari kwa lolote. Unajua kuna watu wanakuja kwangu, ananiambia mfalme, mimi niko tayari kwa lolote. Niko tayari kwa nini? Ni jambo baya sana ukikutana na mtu wa namna hiyo. Ila yule jamaa ni mkweli, mpaka ameamua kuwa mkweli kwa sababu alishateseka sana. Na hata kunipata mimi kaambiwa na mtu, wewe kama unataka utajiri kwa njia hii, mtafute mfalme Dr. Fadhili atakusaidia. Ameenda kwa mganga Ngende. Ngende mnapasikia? Ngende kuna mkataba gani?
Katoa, yani alienda kwanza kajitoa mwenyewe, akaambiwa yani kuku akishadonoa mwanangu we fresh, yani miaka yako fresh kabisa, utajiri. Akaambiwa utaishi miaka 7, akasema fresh tu. Huyo ndo anaitwa mtafutaji mpa yuko tayari kwa. Ndio maana ukisikia mtu anakuambia niko tayari kwa lolote, unaye makini sana. Niko tayari kwa lolote. Ameenda ngende kajitoa kafara, imedunda. Si kama naeleweka? Kaenda Sumbawanga akutana na wengine, wakamwambia tunaomba mtoto. Akasema ni bahati mbaya kwamba mimi sina hata mtoto, ila nina mke. Wakasema hapana, ndagu zako wewe mke hajahitajika, basi tunaomba damu yenye asili yako. Akatoa damu, akasema basi naomba nitoe kafara ya mtoto wa kaka yangu. Si kama naeleweka? Nimemtaja jina na simtaji. Maana mzee akasema atakuwa ni nani huyo? Alivyotoa kafara ya mtoto wa kaka yake, alo yule mtoto kaugua, ila hakufa. Kwa hiyo hela hakupata. Si kama naeleweka? Hakufa, hivyo hela kaambiwa bana, nenda Kigoma kule, kuna mahali fulani vijijini kule utakutana mzee fulani. Kaenda. Yule mzee kamwambia aro, pole sana, unahangaikia haya mimi hata cha kukupa sina. Mtafute Mfalme Dr. Fadhili, yuko kwenu huko Dar es Salaam. Yani jamaa baada ya kuniona kwanza, na niona kijana afu bisho, hafa ameambiwa na wazee ambao wenyewe kaelekezwa na watu ambao walisharoga mpaka mikono ilishachoka. Hakuamini kabisa. Ndio maana kanipa mpaka hizo siri. Akasema unajua mfalme, huku mjini waganga hamna, ila kwani nilivyokuwa na kuona na nilioambiwa huko Kigoma, wala siamini kama niko na wewe. Na ndio maana kuna wakati mwingine ndugu zangu wengi wananipigiaga simu, sipokei. Sio kwamba sipokei makusudi ndugu zangu. Kuna ulimwengu zinaingiliana. Ulimwengu. Sasa mimi mfano hizo siku nilizoenda kuzimu, niliwaambia niliondoka saa ngapi nikarudi saa ngapi? Simulikuwepo, ilikuwa saa ngapi? Nikarudi kesho yake saa 4 asubuhi. Ni masaa mangapi? Sasa huo muda nafikiri simu anapokea nani? Hapa nikuulizeni maswali. Simu anapokea nani huo muda? Na ndio maana wale wote wanaohitaji kufanya huduma, nimekuwa nikitaja location. Ofisini kwangu ni hapa Mbezi Beach, Africana, Dar es Salaam. Kama una uhitaji, we njoo toka kokote, ulizia tu Mbezi Beach, Africana, Dar es Salaam ni wapi. Dar es Salaam nzima wanapajua. Utakakotokea kokote, we hakikisha umefika Mbezi Beach, Africana, Dar es Salaam. Ukifika hapo uliza Father Gate. Father Gate ni kampuni yangu na ndipo ninapofanyia shughuli. Si kama naeleweka? Ila ukisubiri upige simu mpaka tuongee ndo uje, unaweza usinipate miaka 10. Miaka mingapi? Ila ukiwa na bahati unaweza kupiga mara hii nikapokea na tukamalizana na ukafika na nikakuhudumia ukaondoka. Lakini hiyo bahati si kwa wote. Simu zinazopigwa kwa siku, nina uwezo wa kupokea robo tu ya simu zinazopigwa. Message zinazoandikwa kwa siku, nina uwezo wa kujibu therusi tu katika message zinazoingia. Maana nikipokea simu chache kwa siku ni simu 6,000. Nina simu 4. Nichukulie simu zangu pale mezani. Leta simu zangu. Nina simu ngapi? 4. Zote zina WhatsApp na zote ziko hewani na zote ziko online. Kwa siku napokea simu ngapi? 6,000. Si mnaona hapa nimekaa na ninyi kikao hili saa pili. Unafikiri wanaopiga wanapokelewa na nani? Au tuachane na nyie nikapokee kwanza simu? Ndio maana nawaelewesha ili mjue Mfalme Dr. Fadhili yuko bize. Ukitaka kupata huduma ya Mfalme Dr. Fadhili uwe mpole. Ila wakati ukifika utahudumiwa. Na ndio maana kuna wengine anasema yani unakera, ila tukikupata tunaenjoy. Yani ukibahatika tu nikapokea simu yako, haro utaenjoy. Ila wanaohitaji kufika kwenye himaya, ofisi ni hapa Mbezi Beach, Africana, Dar es Salaam. Na ukifika hapo uliza Father Gate, hakuna mtu asiyepajua. Mimi hizi kazi zangu mwaka wa 20 na niko hapa. Maana kuna wale anafikia hotelini anakutapeli, akimaliza huyo umuoni. Hapa mwaka wa 20. Yani ukiona kwamba una mashaka pia na mimi, anza huko barabarani. Hivi huyu jamaa Father Gate jamani,
Ni kweli anawasaidia watu utajiri, ni kweli anasaidia watu wakupe huko huko, ili uje ukiwa unajua unaenda kukutana na mtu wa aina gani. Si kama naeleweka? Maana kuna mwingine anatamani aje ila bado ana mashaka. Hivi kweli? Kwanza yeye mwenyewe ana nini? Watakwambia kuhusu na nini? Nyamaza. Unaona ule mtaa ule wake ule. Wake. Mtaa wake. Sasa ukijichanganya ukasema nipelekeni nyumbani kwake, mnahama location. Sio tena hapa Mbezi Beach Africana. Unapelekwa Mbezi Beach Makonde. Kwangu. Nako ni gorofa. Nako ni ila hautanikuta kwa sababu mimi nafanya zangu majukumu huku. Kwa hiyo yeyote atakayeambiwa mfalme bana tunatamani sana kupata huduma zake, lakini bahati mbaya kubwa kwamba hapokei simu, mchague nipokee simu msipate huduma. Simu zangu hizi hapa. Simu zangu. Maana wengine wanasema au simu zake hazina WhatsApp. Hii simu ngapi mnaijua? Hii simu ni Samsung Z4 Fold. Milioni 6. Haka ndo karo nakuta anafungua hivi. Haka. Z4 Fold milioni 6. Hakana WhatsApp. Mnahisi hakana WhatsApp? Hai. Naona nishachonganishwa, simu zimekuja. Ngoja ni silence kwanza. Hii simu ni iPhone. iPhone nini? Kwa Kirundi wanasema iPhone zigezweho. Yaani ambazo ndo ziko kwenye viwango. Hii hapa. Huku pia inaita haka ni Tekno haka. Haka ni Tekno. Na Kenya unaona simu niliweka silence zina sipokei, nikimalizana na ninyi ndo nitapokea. Sasa mjiulize, niachane na nyenye nikapokee simu? Aka kasimu nakajua haka. Google Pixel 9 XL milioni 2.5. Tena Dubai, sio hapa nyumbani. Hapa anaweza kukuta akakwambia hata 3, kwa sababu ndizo simu za kisasa. Ila sipokei jamani, niosameheni. Yaani nioneeni huru. Ila wakati ukifika nikapokea simu yako, utaenjoy. Haya. Ngoja niwatolee mfano. Hapa sasa na hapa mfano wa simu moja tu. Hapa kuna message ngapi kwenye WhatsApp? Wangapi wanaona vizuri? Nani awakilishe wengine? Sitaki niseme mimi. Kuna message ngapi kwenye WhatsApp? Ziko ngapi ambazo hazijasoma? 16,671. Hapa ni kwenye nini? Maana nimeambia anahudumia duniani kote, mkashangaa. Njoo usome za email. Email, SMS. Hizi email ziko ngapi? Hizi ya box la message za email ziko ngapi? 15,000. 15,000 na 15,775 emails. Halafu mganga huyo ndo anapambana na mapepo na majini. Mganga huyo ndo anapandishaga naenda mpaka kuzimu. Hawa nitawajibu kweli ndugu zangu, kama sio uongo na utapeli. Nitawajibu hawa. Yanatakaye bahatika kujibiwa, yani bahati. Nani kikujibu, yani bahati ya? Ila siwezi kuwajibu wote, ndio maana natoa location. Wewe kama unanihitaji kabisa, njoo tu tuzungumze. Njoo, unaona hapa zaita hapa. Babu umenichonganisha, rudisha. Hapa nikianza kupokea hizi simu hizi hatutafanya kazi. Sasa nikitoka hapa pana wagonjwa pia wamenisubiri. Pana wagonjwa? Hizo simu napokea saa ngapi? Wangapi mliona mtandaoni wakati nilipoomba radhi kuhusu simu na nikawaomba wanichagulie niruhusu watu wanisaidie kupokea? Wangapi mliona? Hamkuona? Comment nyingi zilisema hapana, pokea mwenyewe, tumeshatapeliwa sana. Pokea mwenyewe, bora uchelewe, upokee wewe mwenyewe. Na ndio maana siwapi watu. Ila si kwamba wafanyakazi sina, ninao wafanyakazi. Siwapi kwa nini? Nimeambiwa, yani wamenisihi. Bora uchelewe ila upokee.
Umenielewa? Mira oye! Mira oye! Mira safi! Tumeanza kuelewana? Kwa kifupi ndugu zangu, tuendelee tu kueleweshana juu ya habari ya ukweli wa kuishi, kwa sababu katika kuishi ndiko kunako tunza mema yetu. Umeeleweka? Zaidi ya hapo tu, labda pengine kwa wale ambao watakuwa na maswali, ninaruhusu maswali, lakini kama hakutakuwa na maswali, basi mniruhusu, kuna jambo moja la tangazo nitalitangaza. Baada ya hapo tutakuwa tumeishia hapa kwa siku ya leo. Niwakaribishe tena kwa Jumamosi ijayo. Mwenye swali karibu.